Hamujambo ndugu marafiki zangu, na wakaribisha sana katika darasa letu la Kiswahili. Katika kipindi hiki ningependa tujifunzie pamoja na tufahamu methali za Kiswahili. Katika vitabu mbalimbali wanaeleza kwamba methali ni semi fupi zenye maana fiche. Ni kusema kwamba unapoambiwa methali maana yake huwa si rahisi kuigundua. Kunahitajiwa uchambuzi mkubwa. Methali zinachangia sana kuleta ubora wa lugha. Maana yake unapotumia lugha ama unapotaka kuboresha matamshi yako kwenye lugha fulani, tumia methali kwenye matamshi yako. Methali zinapunguza urefu wa maneno ule muda unapozitumia kuongea na watu. Maana badala ya kumwelezea mtu kwa kutumia maneno mengi, unatumia semi fupi yeye akajielezea mengi zaidi. Methali zinashauri au kuonyesha kuwa kitu fulani maishani ni ukweli. Na lugha ya Kiswahili inatumia methali nyingi sana. Fahamu hizi 15. Methali ya kwanza, waweza kuishi bila ndugu au rafiki, huwezi kuishi bila majirani. In English, you can live without relatives or friends, you can't live without neighbors. Hii methali inataka kutufundisha nini? Penda na ufahamiane na majirani wako, maana unapokutana na shida ndio wanakupa msaada kwanza. Hapa ukipenda jirani wako utasaidiwa naye kwa yoyote, lakini usipompenda hapo itakuwa shida. Yani jirani mwema ni bora kuliko rafiki. Methali ya pili, tunda jema halikawi mtini. A good fruit doesn't stay for long on a tree. Hii methali inataka kutufundisha nini? Mke au msichana mzuri hachelewi kuolewa. Ni kusema kwamba jinsi tunavyochukuliwa na watu wengine inatokana na uzuri au ubaya wetu. Ndipo utamkuta mtu amezekea nyumbani na yeye hakuolewa, muanze kujiuliza maswali mengi. Hii inatokana na nini? Inatokana na anavyotenda ndivyo vinamfanya achukuliwe na wengine hivyo. Ukitaka kupendwa na watu lazima utende mema. Methali ya tatu, nyumba nzuri si mlango, fungua uingie ndani. A good home is not only the door, open it and enter. Methali hii ina maana gani? Usidanganyike na muonekano wa nje wa kitu, kichunguze kujua undani wake. Si jambo la kushangaza kuona nyumba nzuri na ukifungua ili uingie ndani ukakuta hamna kitu. Mswahili alisema uzuri wa papai ndani hamna kitu. Usidanganyike na muonekano wa nje, wewe tu chunguza kilicho ndani. Methali ya 4, moja shika siku 10 nenda rudi. Methali hii inamaanisha kuwa kitu ulicho nacho mkononi ni bora kuliko vingi vilivyoko mbali. Methali hii inatuhimiza kuridhika na kile tulicho nacho, ridhika na unachokipata. Methali ya 5, uzuri wategemea mtazamaji. Beauty depends on the one who looks. Methali hii ina maana gani? Uzuri wa kitu fulani unategemea mtu ambaye anakitazama. Maana unaweza kuwa unatazama kitu fulani ukikiona kizuri, kwangu nikikiona kibaya. Muingereza alisema we don't see things as they are, we see them as we are. Methali ya 6, ngozi ivute ili maji au ngozi ivute ingali maji. Stretch the hide while it is still wet. Hii methali ina maana kwamba mtoto mfundishe adabu njema angali mdogo. Tabia unazomfundisha mtoto akiwa mdogo ndizo anakuwa nazo kwenye utu uzima wake. Unapotaka mtoto wako akue vizuri na tabia njema, anza kumfundisha adabu njema akiwa mdogo. Methali ya 7, leo mimi kesho wewe. I today, you tomorrow. Methali hii inataka kumaanisha kwamba muda wako utafika. Usione mwenzako amefaidika leo na uanze kukata tamaa. Bila shaka kesho ni wewe na utaponda raha. Methali hii inatuhimiza kutokata tamaa, tujikaze kisabuni, tufanye juu chini. Siku yetu ya kufanikiwa itafika. Methali ya 8, penye mvua ndungu hutuficha. When it rains, a platform shields us. Hii methali inataka kumaanisha kwamba wakati wa shida, wakati wa vikwazo au wakati wa matatizo, mtu hachagui wa kuomba msaada. Utaona mtu yule tu hamuongei hata kamwe, lakini akikutana na shida atakusogea na kukuomba usaidizi. Hapa utashangaa, lakini dunia ndivyo ilivyo. Methali ya 9, asiye na mwana aeleke jiwe. One who has no child should kill a stone.
Maana yake unapokosa kitu halisi cha kujibainisha, tafuta mbadala wake. Maana ukitaka fanya jambo fulani na ukalikosa jambo hilo, fanya au utafute jambo jingine na ulifanye kwenye nafasi ya lile umelikosa. Methali ya 10, gunia tupu halisimami wima. An empty sack can't stand upright. Kama tunavyojua, gunia tupu linahitaji vitu ndani yake ili lisimame wima. Bila ya kitu ndani haliwezi kusimama wima. Hii inamaanisha kwamba kusaidiana na kujiunga kwa vitu ndipo vitendo vinaonekana. Watoto wanatumia methali hii kumaanisha kwamba wana njaa na wanahitaji chakula. Methali ya 11, karibu isiyo na kitu sioni ni karibu. If near or relative has nothing, I don't regard it as near. Hii methali ina maana kwamba ndugu wa karibu asiye na kitu ambaye hakusaidii, huyo si wa karibu. Ndugu wanapaswa kusaidiana kila mara kwenye mahitaji yao. Wasipofanya hayo, je, hao ni ndugu? Methali ya 12, kipya kinyemi ingawa kidonda. A novelty has its charm even though it be a sore. Hii methali inamaanisha kwamba jambo lolote jipya huvutia hata kama ni baya. Kitu kipya, watu hata kiwe kibaya, kinavutia watu wengi na wakakipenda kwa wingi. Hapa ndipo utakuta watu wakivutiwa na kitu kwa wingi, wakikinunua hata wawe hawajui umuhimu wa kitu hicho, lakini wanakinunua kwa wingi kwa kuwa ni kipya. Kipya kinyemi ingawa kidonda. Methali ya 13, mvumilivu hula mbivu. A patient person eats ripe fruit. Tunda linakuwaga tamu likiiva, na ili tunda liive inapaswa muda mrefu. Hii methali inataka kumaanisha kwamba mtu anayevumilia taabu na shida nyingi hupata mafanikio maishani mwake. Methali ya 14, mtaka cha mvungu ni sharti ainame. The one who wants what is under the bed must stoop for it. Mtu hawezi kuchukua kitu kilicho chini ya kitanda bila ya kuinama. Anainama ili akipate. Maishani huwezi kupata kitu bila ya kukishughulikia. Unafanya juu chini ili ufike kwenye lengo lako la kupata kitu hicho. Ukitaka kitu fulani maishani, lazima uwe tayari kukisumbukia. Methali ya 15 ambayo ni methali ya mwisho ya leo, ulipo si kitu, unachofanya hapo ndicho muhimu. It is not where you are but what you do there that matters. Methali hii inamaanisha kwamba mtu anapokuwa mahali fulani, hiyo haidhuru, anachokifanya ndicho kinadhuru, ndicho muhimu. Hapa ndipo utamkuta mtu akisema mimi naishi mjini. Unapoishi mjini, mjini ni kitu gani? Kuishi mjini hiyo haidhuru. Kitu unachofanya pale mjini ndicho muhimu. Unapoambia mtu mimi naishi huku, mwambie na unachofanya pale. Asante sana kwa kujifunza somo la leo la methali. Mimi huku naitwa Mwalimu Jemove. Natumaini kwamba umefurahia somo la leo. Tafadhali, kama umefurahia somo hili, bonyeza kwenye kitufe cha usajili, halafu utufuate kila siku. Mimi nakutakia mema. Tutaonana tena kwenye somo lifuatalo.